tunasema Daktari Samia, yapo mambo mengi ambayo ametufanyia upande wa vijana. Mengi sana. Kwenye upande wa chuo wewe ni shahidi. Kaka, yani unajua mfano kama kipindi mimi na wewe tunasoma kipindi hicho kulikuwa hakuna mikopo kwa mfano kwenye vyuo hivi vya kati. Walikuwa hawana mikopo. Hivi vyuo vya kati walikuwa hawana. Lakini Mheshimiwa Rais ameanzisha pia angalau ili kuwafanya watu wapende sayansi. Mimi nakumbuka mzee ulikuwa upendi sayansi kaka. Sasa sipendi, ila nilikuwa nimeshauriwa kwamba mimi ni mwana falsafa, siasa. Mimi mwana sayansi, bachelor yangu degree ni Bachelor of Arts in Philosophy and Political Science. I'm a political scientist. Achana na hiyo sasa ambayo mimi naizungumzia ni hii. Daktari Samia Suluhu Hassan ameanzisha mfuko unaitwa Samia Scholarship. Unajua? Sasa anabilia madaktari. Sasa hawa sasa wewe wana sayansi wako ni madaktari, si political scientist. Yeye ameanzisha huu mfuko kwa lengo la kuwavuta vijana wengi wapende kusoma sayansi, lakini pia tunavyoendelea kama sisi ambavyo tumependa kusoma political science. Kama vile ambavyo wewe umependa kusoma political science, na nataka vijana wengi ili hata viwanda vingi vikianzishwa kulingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, basi angalau tu tuna wataalamu wengi wanaoweza kushughulika na mambo ya sayansi, sio tunategemea watu kutoka nje. Lakini hapo tukumbushane vijana na Tanzania kwa ujumla. Tunasema kwa nini vijana wana uwezo wa kumpa kura nyingi Mheshimiwa Rais. Nakumbuka ndani ya miaka 5 pamoja na juhudi zote ambazo zilikuwa zinafanywa na uongozi wa awamu iliyopita, nguvu kubwa iliweka kwenye miundombinu, nguvu kubwa iliweka kwenye masuala ya viwanda na mazingira mengine. Kama nchi kwa kipindi kile tulikuwa hatujaajiri zaidi ya miaka 5. Ilikuwa ni kwa wema tu kwamba tumewekeza nguvu kwa ajili ya viwanda, kwa ajili ya miradi mikubwa iliyokuwa inaendelea. Lakini Daktari Samia akasema hapana. Ndani ya muda wake ndio kipindi pekee ambacho amefungua milango ya ajira nyingi sana. Ameajiri walimu wengi. Kuna watu ambao wanalalamika hawajaajiriwa kuanzia 2015. Ni sahihi kwamba changamoto ya ajira ipo na haiwezi kutatuliwa kwa muda mmoja, sababu ni changamoto ya kidunia. Lakini tukiangalia juhudi za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, yeye ameajiri watu wengi zaidi kwenye kipindi chake. Ameajiri madaktari, ameajiri majeshi, ameajiri walimu, ameajiri kwenye taasisi binafsi kama afisa maendeleo. Ni watu wengi kiasi kwamba hawa watu wachache ambao wamepata, nyuma yao kuna familia, nyuma yao kuna ndugu jamaa na marafiki ambao wanaenda kunufaika na ajira hizi. Lakini hatusemi kwamba changamoto ya ajira haipo, ila juhudi zimefanyika kuhakikisha kwamba changamoto hizo kwa kiasi chake zinapunguza. Kwa pamoja na kwamba tuna miradi ambayo mama amepeleka hela, lakini mama huyu ameendelea kutafuta fedha nyingi kwa ajili ya kuhakikisha anapata sehemu ya kuajiri vijana. Lakini kaka Masudi, hata kwenye hii miradi SGR wameajiriwa vijana wenzetu wengi sana, mpaka ndichi huko wengi sana. Mimi nimekwenda, kuna baadhi ya maeneo unakuta kwenye vituo hivi ambavyo hao wakandarasi wapo, utakuta kuna Watanzania wengi vijana wameajiriwa kwenye hii miradi ya kimkakati. Sawa. Ukiangalia kwenye bwawa lile la Mwalimu Nyerere, kuna vijana wengi wameajiriwa, wamepata fursa hizi mbalimbali. Lakini si hivyo tu, wako Mheshimiwa Rais amegusa kwenye eneo la utendaji wa kata. Tumeona vijana wengi nchi hii wamepata nafasi za utendaji wa kata. Tumeona polisi, vijana wengi wamekwenda kuwa mapolisi. Tumeona vijana wengi wamekwenda kwenye eneo la uhamiaji. Hizo zote ni ajira, lakini msingi wetu pia mkubwa ni kwamba hata kwenye hizi sasa kwenye haya maeneo ya kimkakati ni muhimu pia vijana wakaendelea kuchangamkia fursa hizi. Kwa mfano, iko miradi ambayo labda Mheshimiwa Rais anaianzisha kwa nia njema kabisa ya kujenga Tanzania tuitakayo. Na Tanzania hii ambayo tuitakayo itajengwa na sisi sote. Sasa la muhimu kwetu sisi vijana, mimi nadhani kila mradi ambao unaanzishwa, sisi kama vijana ni muhimu tukachangamkia fursa. Ama wewe huoni kama kuna fursa kwenye hii miradi? Mimi fursa naiona kwa kiasi kikubwa, lakini nahisi changamoto ambayo ipo ni kwa namna gani watu wanazisikia hizi fursa. Kwa sasa ni jukumu la taasisi na mamlaka zote ambazo zinamsaidia Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba watu wanapata elimu, watu wanakuwa na ujuzi juu ya kuzisikia, kuzifuata na kuzitekeleza fursa.